mtazamaji, hujambo na karibu katika taarifa za MBC Media. Mimi ni Isaac Wandawa na hii leo nimekuandalia taarifa kutoka kila nyanja, kwenye elimu, mazingira, usalama, siasa na hata kwenye michezo. Hebu nianze na taarifa ambapo elimu ni funguo ya maisha ya mwanafunzi na bahari ambayo haina mwisho. Na pia elimu si tu vitabu bali ni maisha. Mengi zaidi kuhusiana na elimu bwana Bi Monica Naliaka anatuarifu. Naam, nakupata mbashara kabisa. Elimu siku zote unahitaji moyo ulio tayari kupambana na kila pandashuko za maisha. Moyo ulio tayari kufanya utafiti zaidi ya utafitaji. Ni hivi tu majuzi ambapo serikali ya Kenya pamoja na Wizara ya Elimu kutoa taarifa kwamba watahiniwa wa mwaka watafanya mtihani wao wa kitaifa hapo mwanzoni mwa mwaka kesho. Swala balaga limezuka si tu kwa wazazi bali pia kwa watahiniwa, ambapo wakilini wao walikuwa wakisajili tu na miezi michache na kufunganya virago na kuelekea manyumbani. Wazazi nao wanalalama kwamba itawabidi kuongeza karo shuleni, ili hali pia gharama ya maisha imepanda ili wanaoendeleze masomo yao. Lakini ninachokiomba wanafunzi, utulie na kuomba jalali dhiki azifanye chembe. Nikiripotia katika runinga ya MBC, mimi ni Monica Naliaka. Na asante sana Bi Monica Naliaka kuhusiana na taarifa ya elimu. Hebu nigeukie taarifa ambapo usafi wa mwili haitoshi tu bali ya mazingira tunamoishi. Bimeri Akumu na taarifa hiyo kwa kina. Naam, kwenye usafi na mazingira humu shuleni, wanafunzi wanajitahidi kusafisha madarasa yao kwa kuwa pia darasa ni moja kati ya mazingira. Kutokana na maana ya mazingira, tunapata kuwa mazingira ni vitu ambavyo vinatuzunguka, ikiwemo mimea pamoja na majengo. Na pia wanafunzi wanatoa shukrani zao za dhati kwa mwalimu mkuu pamoja na manaibu wake kwa kuwaletea vyombo vya kuzolea taka humu shuleni ili kuimarisha usafi humu shuleni. Nikiripotia runinga ya MBC, jina langu niite Mary Akumu. Na hakika inatubidi tudumishe usafi wa mwili pamoja na mazingira. Moja kati ya majukumu kulingana na sheria ni kuwajibikia usalama wa wananchi. Usalama huu unaendana moja kwa moja na huko shuleni. Bwana Bigeson Kimtai anatuarifu zaidi. Naam, kulingana na maandiko matakatifu katika amri 10 za Mwenyezi Mungu, tunajua kuwa kulipa ni dhambi, na kwa wengi imekuwa kama talanta. Na huko shuleni mwalimu Fidel mwalimu wa darasa la kidato cha 3 kati ameanza ziara ya kuweza kutorosha wizi wote ambao wanahangaisha wanafunzi darasani. Na swali ni je, wizi utakomeshwa na adhabu gani itapewa mwizi iwapo atakamatwa? Kufikia hapo tunatoka kwenye studio Bwana Isaac, ni mimi wako Bigeson Kimtai. Na hakika tuna matumaini kuwa wizi utakomeshwa. Katika shule ya Mtakatifu Patrick, kioo cha MBC kimefanya utafiti zaidi ya utafiti na kubaini kuwa wanafunzi hawa hawafanyi bora tu masomoni bali pia kwenye michezo. Moja kati ya michezo ambayo imeziwa humu shuleni ni mchezo wa vikapu, yani basketball, ambayo wanafunzi wake wanafanya vyema. Mengi zaidi Bwana Benjamin Lojam anasimulia. Na mshukuru vipi Bwana Bigeson, Bwana Isaac Wandawa. Na hujambo na karibu na spoti katika habari zetu za michezo hapa MBC Media. Jina langu ni Benjamin Lojam. Hebu tuzamie viwanjani ambapo maandalizi ya michezo katika shule za upili na shule za msingi zipo karibu kutokomea, ambapo michezo hiyo yanatazamiwa kuanza mapema Juni mwezi inayofuata. Na pia mwezi huu Mei tarehe 28, wanamuziki wa kitamaduni almaarufu kama music wanatarajiwa kupanda kwenye jukwaa la shule ya upili ya kwanza ili kuonyesha talanta zao. Sisi kama MBC Media tunawatakia kila laheri. Tukiachana na hayo, katika ligi kuu humu nchini Kenya, yani KPL, mechi ziliweza kupigwa ambapo Police FC ambao wanatarajiwa kuinua kombe hilo kumzaba Mwanabiko United mabao 3 kwa yai, huku Gor akiachwa bila la kusema. Shabana anatarajiwa kupiga katika mashemeji derby dhidi ya Ingwe Ugani Gusi Stadium hapo kesho. Na tukivuka mpaka ligi kuu barani Ulaya, tukianza na mechi za FA ambapo mambo yao kuendelea vyema uwekezaji, ambapo kwenye finali hiyo Crystal Palace waliweza kumlamba na kumzabaga mzalendo yani Manchester City bao 1-0.
baada ya furaha na kilio kwa mashabiki. Tarehe 21 huzuni ilitanda usoni mwa mashabiki wa mashindano wekundu na wazungumzia Manchester United baada ya kukabwa na Tottenham Hotspur. Sasa hivi mpenzi wa spoti, Manchester United, mwenzao City na kiongozi wao mwanabunduki yani Arsenal wako katika jedwali moja ambapo wote wanatoka bila kombe msimu huu. Na kufikia hapo nakata mikatale yangu kuhimiza wote mwe na akili tambuzi ila si akili zambuzi. Jina langu ni Benjamin Lejao. Na hizo zimekuwa ni taarifa kuhusiana na sekta ya michezo. Kufikia hapo mtazamaji wangu, natamatisha makala ya MBC Makunga Broadcasting Channel. Mimi ni Isaac Wanda. Hujambo na karibu msikilizaji wangu wa MBC maarufu Makunga Broadcasting Channel, ukiwa nami Karen Hakali. Siku zote binadamu haishi tu kwa kuumba, ila naye anaishi kuunda na kuviumba kadri alivyoumba na Muumba. Hii leo kioo cha MBC Media Makunga Broadcasting Channel imeweza kufanya utafiti ili kuchunguza maslahi ya maisha yetu ya baadaye, hii ikiwa ni ishara tosha kuwa uhai ni kitu cha dhamana maishani mwa kila binadamu. Imebainika kwamba talanta ni sanaa za kujijenga na ni mojawapo ya zawadi aliyetupa Maulana. Kulingana na maandiko matakatifu kwenye Agano Jipya, ni wazi kuwa tuvitumie ili kutufaidi na pia kuwafurahisha wenzetu, bali tusiviweke gizani. Moja kati ya talanta hizi ni kama utangazaji. Tuitumie kupitisha ujumbe kwa wenzetu na sio kwa uharibifu. Sina budi kutamatisha habari zangu kwa kuwa kilicho na mwanzo bila shaka kina mwisho, na basi tuifanye leo yetu ituletee kesho njema yenye neema kupitia talanta. Karen Hakali, MBC. Na mpenzi mtazamaji, mtu asiyejua maana hambiwi maana, kwa sababu ukimwambia maana pia na wewe utakosa lile maana. Jambo na karibu katika mwanga wa MBC Media, ukiwa nami Monica Naliaka. Wanafunzi wa shule ya Mtakatifu Patrick wanatumia chama cha MBC yani Makunga Broadcasting Channel kama jukwaa maridhawa ya kuchapukia masomo pamoja na lugha. Mbali na kulia wanachama katika sanaa mbalimbali, madhumuni mengine ya chama hiki ni kuchochea maadili miongoni mwa wanafunzi na kuamshia ari ya kujitosa katika ulingo wa wanahabari wanapomaliza kidato cha 4. Chama kwa sasa kinajivunia wanachama zaidi ya 50 ambao wengi wao wamesaidia chama hiki kama waandishi, watafiti, maripota na watangazaji. Wanachama hawa hawawezi kumsahau walezi wao, Bi Elizabeth Maio na Bwana Emmanuel Mlongo, ambao wamejaza pengo ya kuwapa motisha ya kuwa talanta ulipa. Wanachama sasa wanajua lengo na nia yao katika chama hiki, kwa kuwa wengi wao wanaonyesha umaarufu wao katika wadhifa ya utangazaji bora. Kando na watangazaji wenye haiba, kuna wale kama vile wa maneno lukuki, yani spoken words, na malenga wa mashairi. Naam, siku zote juhudi zangu nilichomoze ni tebiki somo kimtae. Na kufikia hapo sina la ziada ili kufunganya virago mchana wenu. Jambo na karibu mpenzi mtazamaji katika taarifa za MBC, ukiwa nami David Morgan. Kwanza kabisa, wacha tuanze na taarifa ambayo imeweza kugonga kichwa cha habari, ambapo ni kisa kinachosikitisha sana.
Gavana wa Trans Nzoia Mheshimiwa George Natembeya aliweza kukamatwa hivi majuzi akiwa ofisini mwake, na habari tunazozipata ni kuwa alikamatwa na kupelekwa mahakamani kwa kuweza kutumia rasilimali vibaya ili kuweza kufanyia maendeleo. Gavana huyo aliweza kujitetea mbele ya wanahabari, lakini jitihada zake ziliweza kugonga mwamba na pia kuzikwa kwenye kaburi la sahau. Swali langu ni je, serikali itazidi kuwafanyia viongozi wake mpaka lini? Na serikali ikizidi kufanya hivi, ikizidi kushikilia nyadhifa hiyo, uongozi kutoka kwa viongozi wetu utaimarika hadi lini? Kufikia hapo, sina budi kumjulisha mtazamaji wangu ya kuwa wewe utakumbukwa lini na nani katika matendo yapi mazuri, na pia utakumbukwa wapi na wakati upi. Na jina ni David. Imekuwa tabia ya kutulia hatujasikia, heshima imetujia, Mola ametujalia. Amesema sifa acha usifiwe, usijisifie zikafa ukakosa manufaa ya kukufaa. Jambo usilojua ni kama usiku wenye giza kinene. Vile vile waliotamba kwamba kuwa mtu anayejua na mtu asiyejua kwa 100% siku zao hazifanani hata wakitembea pamoja. Nitaanza kwa kulisifia na kulishabikia fungu la Biblia katika kitabu cha Mithali linalodokeza hivi: usimwache elimu aende zake, mshike sana sabia. Katika kitabu cha Nabii Hosea kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa elimu na maarifa. Ni hila kwamba fungu hivi viwili vinatupa changamoto kuwa elimu ndio nguzo yenye manufaa katika maisha ya binadamu na katika utatuzi wa masuala mbalimbali. Hebu kwa pamoja tuvute kumbukumbu, tusikilizane kuwa wengi wetu tulianzia mbali ambapo hata hali haikuwa ni hali. Tumepitia machungu na makali, na hapo huo ukawa ni muktasari ya maisha ya hapo awali. Wanafunzi, kumbukeni mlipoanza chekechea mpaka la 8 mkatamatisha shule ya upili, mlipoanza kidato. Hakika asilimia yenu kubwa ilikuwa na matumaini makubwa yenye ndoto si haba na mitazamo ya kubadilisha ulimwengu. Kufikia hapo natamatisha habari za MBC. Jina langu ni Isaac Wandawa. Naam, karibu katika habari za ulimwengu. DW Bob. Waandamana ili kushinikiza waziri kushinikiza waziri mkuu ajiondoe ofisini Tripoli, Libya. Mamia ya wananchi Libya Ijumaa wiki jana walifanya maandamano ya kushinikiza waziri mkuu Abdulhadi Dibala kujiuzulu kwa kushindwa kurejesha utulivu baada ya mapigano kuzuka kati ya makundi mawili hasimu. Maandamano hayo yalipelekea mwanajeshi mmoja wa kikosi cha usalama kuuawa baada ya waandamanaji hao kujaribu kuvamia afisi la waziri mkuu. Shinikizo hilo linajiri baada ya waziri watatu kujiuzulu ili kuonyesha mshikamano na waandamanaji ambao wanataka Dibala ajiondoe mamlakani. Sema hivi: mnamo Ijumaa wiki jana, mawaziri waliojiuzulu kwenye nyadhifa zao ni waziri wa uchumi na biashara Mohamed Al-Hawid, waziri wa mitaa Badreddin na waziri wa nyumba Abubakar Gawi. Waandamanaji hao walikusanyika katika eneo la Martyrs Square jijini Tripoli wakipiga kelele kuwa taifa linataka kuondoa serikali na kutaka uchaguzi kufanyika. Kufikia hapo natamatisha habari za ulimwengu DW idhaa ya Kiswahili. Asante kwa kutegea ukuaji wa MBC Media ambapo tumetaja kuwa watangazaji wenye haiba kuu. Asanteni. Jina langu Samuel Metabu. Naam, mpenzi mtazamaji, kila mara huwa ninawaza na kuwazua juu ya maisha yangu ya baadaye. Fikra zangu hupaa milele ya chombo cha angani kujaribu kutatua
kitendawili ya maisha yangu ya baadaye. Fikra zangu hupaa mithili ya chombo cha angani kutafuta jawabu ya kutegua kitendawili ya maisha yangu. Azma nilionayo maishani ni ndoto ya muda mrefu, kana kwamba kiu inayosumbua nafsi yangu. Ndoto ile ni ya kuwa mtangazaji. Wewe msikilizaji wangu, kuna maswali manne inabidi ujiulize maishani kama unataka hatima yako iwe kama nyota ya jadi. Swali la kwanza, mimi ni nani? Nimetoka wapi? Ninaenda wapi? Na kwa nini niko hapa? Wewe msikilizaji wangu, tambua maswali hayo manne na ujue kuwa hatima yako iko shwari. Kufikia hapo natamatisha mawaidha ya MBC Nitebekison. Kimtai, labda nimpishe mwenzangu Bodi Ndusu na mengi zaidi. Hujambo na karibu msikilizaji wa runinga ya MBC Media, ukiwa nami Nite Bodi Ndusu. Iliyoje kusema usemi wa wanadisi kuwa binadamu heshi kuumba na heshi kuna na kupungua kadri alivyoumbwa. Katika mojawapo za dibaji zake Leonard Mambo tena hatuarifu kuwa muulize ajuaye, manake ajuaye ndiyo mtu atakayekueleza yale ajuayo. Mungu alipomuumba mwanadamu alimpa akili ili aweze kuzitumia. Mwanadamu alisoma ulimwengu akaitafiti na kuisawiri kiasi kwamba cha kuiboresha. Sasa mwanadamu anajigamba kwa kutumia teknolojia kwa kuboresha dunia ya sasa. Maumbile yanatufunza kuwa mtoto azaliwapo hutambaa kabla ya kuanza kutembea. Vivyo hivyo ndivyo hatua za uvumbuzi wa binadamu zilivyoanza. Ulimwengu wa karne ya sasa ukaingiwa katika kipindi cha maendeleo ya hali ya juu. Uvumbuzi wa teknolojia ukaja duniani. Kwa usanishaji wa mambo, utafiti wa sayansi kwa upande wa elimu, watafiti na wasomaji wanaweza sasa kudurusu vitabu kutumia mtandao wakiwa mbali. Wahenga tena wakasema lisemwalo lipo. Uvumbuzi wa sayansi umezusha wasiwasi mkubwa duniani, hasa wanadamu wanapocheza na silaha hatari. Ni haiba kwamba kumwona anayeboresha ulimwengu tena anaurembua. Sina kitu ni Nite Bodi Ndusu ndani ya MBC Media.